nchi imebadilika, na nyinyi wazee ni mashahidi. Sasa ushahidi wenu mnatakiwa mtudhihirishie na mtufundishe na mtukumbushe, ili haya yanaendelea watoto wetu, ndugu zetu, jirani zetu wasidhani kwamba haya yamekuja bure. Kuna watu wamepoteza nguvu zao kama nyinyi. Kuna watu wameumiza akili zao kuhakikisha nchi inabadilika. Leo tumeruhusu chuki na vurugu kuwa suluhisho, kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna gharama ndogo au mbaya zaidi ya kuharibu amani. Utaharibu kidogo, lakini kuirejesha ni kazi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwetu haikuchukua wiki, hali ilitengamaa. Lakini waangalieni wenzenu Kongo leo na miaka zaidi ya 20. Kila siku mtu na godoro, kila siku mtu na ndoo ya maji kichwani, anahama, hajui anaenda wapi. Kwa nilikusudia kuyakuita makundi haya yote ili tuone, tutafakari na sisi Tanzania tumezoea kukaa mezani tukajadiliana kwamba hapa ndio, hapa sio. Sasa ukisema unataka haki wakati hakuna amani, mnaipataje hiyo haki? Mnaipataje hiyo katiba mpya? Kwa hiyo lazima tutafakari, tusiruhusu mioyo yetu ikajengwa na maneno ya fitna, ikajengwa na propaganda, ikajengwa na uchochezi. Turudi kwenye misingi yetu, tuijenge nchi yetu. Tusikubali mtu ambaye yuko nje anatuvurugia amani. Kwanza sasa zamani tukienda ugenini tulikuwa tuseme, kweli uongo? Hao walioko ugenini wanapata nguvu ya kusema. Tunasemea nyumbani, si ndio? Tunakaa tunajadiliana nyumbani.